haleluya, mtu wa Mungu. Amina. Namshukuru Mungu sana kwa neema yake na rehema zake nyingi. Ndio. Leo niko na mamangu hapa. Amen. Mama Raphael. Nataka tuongelee tu kwa uchache juu ya maisha ya shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune. Moja ya sifa kubwa ambayo alikuwa nayo shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune ni kuona mwingine akiwa anaendelea vizuri, ndio ilikuwa ni furaha yake sana. Alikuwa anafanya jitihada kadha. Miongoni mwa wanufaika wa maisha ya shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune ni pamoja na Mama Raphael. Mwelezee kwa nafasi yako kwa namna alivyokufa shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune. Karibu. Asante sana, nashukuru sana kwa jinsi ambavyo unaendelea kumzungumzia Sifa Bonaventure Bujune. Kwanza kabisa alikuwa ni mtu ambaye ni mcheshi sana. Amen. Ukifika kanisani hata kama ni kwa mara ya kwanza, mtu ambaye alikuwa yuko sharp kukupokea alikuwa ni Sifa Bonaventure Bujune, na atakukaribisha kwa ukarimu na ataanza kukuelekeza kwa mambo mengi ambayo anaona yeye ameyaweza, ili na wewe sasa ambao umefika pale uyaweze yale aliyoyaweza yeye. Alikuwa sio mtu ambaye ni mbinafsi kwamba mimi labda naweza hiki au mimi nimekishinda hiki aendelee kukikalia peke yake. Hapana, aendelee kusifiwa peke yake. Hapana. Alikuwa ni mtu akikiweza kitu kimoja, ana uwezo wa kwenda kumwambia mtu mwingine naye kile kitu ambacho yeye amekiweza aweze kukiweza. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mungu. Pia ni yeye mwenyewe ambaye alinifundisha akasema, hapana, kwenye dunia hii hata wewe unaweza ukawa ni mtu wa kuongelea maisha yako. Yaani maisha yangu tu mimi yanaweza yakawavusha watu wengine. Na niliona kweli kabisa kwa sehemu kidogo tuliongelea, tulikuwa mimi na yeye tukawa tunaongelea maisha ya kawaida tu. Na kuna watu walibarikiwa. Kwa hiyo si lazima uongelee makubwa. Hapana, mimi mwenyewe kitu nikikiweza kimoja, ninao uwezo wa kumfanya hata mwingine akakiweza. Na hiyo ndo ilikuwa ni sifa ya dada Sifa mwenyewe. Amina. Nashukuru sana kwa ufafanuzi wako. Nimefurahi sana kwa sababu miongoni mwa mtu ambaye pia nilikuwa natamani ningemoji kitu chochote ni wewe. Kwa sababu kuna baadhi ya clip TikTok kwako nilikuona na shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune. Na naamini kwenye zile clip vipo vitu ambavyo alikuwa anakuelekeza. Ndio. Alikuwa anakuelekeza. Kwa hiyo nakushukuru kwa namna ulivyomfafanua, lakini unaniahidi nini sasa? Kwa sababu moja furaha yake ilikuwa ni wewe aone unapiga hatua kwenye kushuti clip, kwenye kufanya vya kufanya. Unaniahidi nini wewe labda kwenye hapo? Amina. Kwenye mawazo yangu na muda mwingi huwa namuwaza sana dada Sifa kwamba hivi alivyokuwa anapambana vile alikuwa anawaza nini zaidi kwenye ufahamu wake. Yaani mpaka anasema wakati mwingine mtu akiwa hai ni heri uwe unamuuliza kwamba hivi wewe hapa ninavyokuona unaomba sana, unalia sana, unawaza nini zaidi? Na mimi huwa natamani kukijua hata kidogo tu ambacho dada Sifa alikuwa anawaza. Na kitu ambacho huwa natamani sana kukifanya ni baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anafanya, mfano jinsi ambavyo akielewa jambo alivyokuwa na uwezo wa kulifafanua. Na kuahidi kwamba hata mimi ni tamanio langu kwamba mfano kitu nikisha kielewa natamani niwe na uwezo wa kukifafanua na kukielezea, aidha kama dada Sifa au zaidi ya dada Sifa. Kwa sababu nakumbuka alikuwa ni mtu akilia, akiumia sana anapoona mtu mwingine aidha anaumia, aidha mtu mwingine hajakaa vizuri. Kwa hiyo natamani sana nijue zaidi alikuwaga anawaza nini ili niyafanye yale ambayo alikuwa anayawaza. Mimi nikushukuru sana Mrs. Raphael. Mimi binafsi moja ya kitu ambacho nasema hadi sasa, natamani, nitamanio la moyo wangu sana. Aisee, inauma sana ikiwa mtu unamuona huwezi kusema mazuri yake. Akiondoka unahangaika kama mimi ninavyohangaika naye. Aisee, ni kazi ngumu sana. Moyo unauma sana. Fahamu unauma sana. Kila hengu unafanya, unajua mimi ni muongo. Mbona alipokuwa hapo nilikuwa sifai? Lakini moja ya kitu ambacho namshukuru Mungu sana sana, sio kidogo. Hata yeye kwa kipande alikuwa anaelewa moyo wangu. Ndio maana hapa mwishoni alikuwa na ile ya kunikumbatia. Ni kama anajua hata kweli. Yani ni kama alikuwa anajua kabisa. Yani ile anajua kabisa kwamba mimi Sifa inawezekana maisha yangu ndo naishia hapa. Kesho sina. Kwa nakuta ni mtu ambaye alikuwa ananitakiza. Yani nikitoa clip nimebandika kama ilivyo. Ananicheka. Nakumbuka mara ya mwisho kabisa mtu alikuwa ananifundisha kuedit ni yeye.
Jumamosi, Jumapili ile baada ya kongamano la Pasaka la mwezi huu wa 4. Aisee, niliongea naye sana na ni siku ambayo Jumamosi nilishinda naye dukani. Si kawaida yangu hata siku moja. Kwa ni vitu ambavyo binafsi vinanipa moyo kuona nina wajibu la kufanya. Kwa nikushukuru tu kwa nafasi yako. Usisite wakati mwingine. Ana mazuri mengi ambayo tutamzungumzia. Yani si dhambi kumzungumzia mtu aliyefanya vizuri kwenye imani. Kama vile ambavyo leo tunahangaika kuwa kama Dorcas, kuna mtu anahangaikia kuwa kama Paulo, mtu mwingine anahangaikia. Kwa sisi kuhangaika kama mimi, kuhangaika kuwa kama Sifa. Si dhambi kwa sababu ni mtu ambaye kwenye imani ameishi maisha yaliyonyoka kama binti ambaye anapaswa kuigwa na ni shamba darasa. Nikushukuru sana. Amen.